Mungu wangu, ni nini kimekupata usoni? Leo unaonekana sio mgaya wangu niliyemzoea. Niambie, umepatwa na nini kazini? Hamna kitu, ila ni changamoto ndogo ndogo tu za kazini. Mgaya, mimi ni mke wako, nakujua, naijua hata sauti yako ya huzuni, ya furaha. Sauti yako inajieleza ikiwa na huzuni na ukiwa na furaha. Hata macho yako yamebeba huzuni. Tafadhali usinifiche. Leo asubuhi bosi wangu Boka alipoteza simu yake. Kwa alihitaji wafanyakazi wote tujipange mstari kwa ajili ya kupitisha msako kwa ajili ya kutafuta simu yake. Mabegi yote alikaguliwa, la simu ilipatikanika kwenye begi langu. Mimi sijachukua kabisa, mke wangu mwenyewe unajua. Siwezi kufanya hivyo. Nilijaribu sana kujitetea, lakini hakuna hata mtu mmoja aliyejaribu mimi kunielewa. Kila mtu alinitazama mimi kama mwizi tu, kuwa sijui chochote kuhusu simu ile. Lakini hakuna hata mtu mmoja aliyejaribu mimi kunielewa kuwa mimi sijui, mimi sijachukua. Bosi wangu alikasirika sana, alisogea mbele yangu na kunipiga makofi kama mtoto. Ndipo na wengine walinishambulia kwa kipigo. Hawakuishia hapo, walinibeba na kunitupa nje na kunifukuza kazi hapo hapo. Mimi sijachukua. Ngea mume wangu, usikate tamaa. Maisha sio ya wanyonge, bali ni wapambanaji. Kumbuka hata dhahabu kupita kwenye moto kabla ya kusafishwa. Uchungu wa leo ni tanuru ya kesho yako. Asante sana Faraja. Wewe umekuwa mwanamke ambaye unasimama na mimi kila wakati. Unajaribu kunifanya niwe imara pale ninapojisikia nimekwama. Unanifariji sana. Umenifanya nimekuwa mpya tena. Umenifanya nijione kuwa nastahili tena kuendelea kupambana. Mage, mimi nahisi kukata tamaa katika hili. Maana kama ni ujauzito sipati, na sio ni dalili yoyote ya mimi kuwa na mtoto. Kama itatokea mume wangu ataniacha kwa tatizo hili la kuto kupata ujauzito, sawa, mimi nimekubali. Hivi Loleza, kwa nini unakata tamaa mapema sana? Ushawahi kuona wapi tembo anashindwa na mkonga wake? Unavyoona huu mguu nimetoka nyumbani kwangu na nimekuja kwa swala hilo hilo. Nisikilize sasa. Na plan nataka nikupe. Na hii nahisi ndio itakusaidia sana kwako wewe. Vaa ujasiri, vaa usika. Nataka umwambie mumeo kwamba wewe ni mjamzito. Tena wa miezi hii 2.
Mungu, naomba basi jaribu kutazama familia yangu. Babangu kama hivyo hajiwezi. Mimi kazi nimefukuzwa. Mke wangu mjamzito. Mwenyezi Mungu, nitie nguvu kwa majaribu ninayopitia. Pia wewe ndo tumaini langu. Hivi Mage, unaona swala la ujauzito ni kitu kidogo sana eh? Mimi leo niende ikamdanganya mume wangu eti mimi ni mjamzito. Hivi unataka kujenga ndoa yangu ama unataka kuibomoa? Sawa, nitamwambia leo mimi ni mjamzito. Vipi baada ya miezi 9 kufika? Mage, miezi 9 sio mbali ndugu yangu. Mimi ni dokta, tena professional wa watoto na mama wajawazito. Kwa hiyo kwa swala hilo kwangu mimi ni rahisi sana kulimaliza. Kabla miezi 9 unazungumzia wewe, mimi hapa katikati nitakuwa nishajenga plani yangu, nitalifanyaje ili swala mpaka nilimalize. Mimi nahitaji uwe na amani kwenye ndoa yako. Sipendi nikikuona hivyo ujue Mage. Sasa ninachotaka kutoka kwako ni ujasiri wa kufanya hili nililokueleza. Sawa, nitajaribu kumwambia. Sio utajaribu, ni kufanya hichi nilichokwambia. Ndio msingi mkubwa wa kuwa na amani katika moyo wako. Sawa. Mimi nina uhakika swala lako nitalimaliza. Ondoa hofu kwa hilo. Mage, nimekuelewa. Nitajaribu kufanya hivyo. Nitafanya. Mume wangu, hebu acha kuwa mnyonge basi. Kukosa kazi sio kama ndo mwisho. Utatafuta kazi nyingine mume wangu na utapata tu. Sawa? Huo unyonge uliokuwa nao wewe, vipi mimi na hii hali yangu? Na upaswi kujionea huruma wewe peke yako. Hebu muangalie baba. Tizama hali ya baba. Baba ni mgonjwa. Anahitaji faraja kutoka kwetu. Mke wangu, mimi mbona nakuelewa sana. Naelewa unachokimaanisha. Na pia naelewa unachokitaka. Na najua sana kuwa unapitia maumivu makali sana. Pia hayo maumivu unayopitia ndio ninayopitia mimi, mke wangu. Maana najisi kama vile nina gundu. Maana kila nikijaribu kufanya hiki kinakuwa hivi. Nikijaribu kufanya hiki kinakuwa hivi. Nimejaribu basi nipambane, nitafute hela kumtibia baba, nimefukuzwa kazi. Haya, nimefukuzwa kazi, hapo nawaza baba anapona vipi? Tunaishi vipi hapa nyumbani? Wewe kama hivi una ujauzito, mke wangu. Unatakiwa upate vitu vyenye lishe ili mtoto aje kutoka mwenye afya. Lakini naona kila kitu kinagonga mwamba. Nimefukuzwa kazi. Sasa mke wangu, kweli kwa hali hii nawezaje kuwa na amani? Mume wangu, hata tupitie magumu kiasi gani, hatupaswi kukata tamaa, ila tunapaswa kumwamini Mungu. Na imani na Mungu wetu. Hakika anajibu maombi kwa wakati. Kwanza hebu fumba macho tuombe. Tuombe mume wangu. Mimi naamini na Mungu wangu. Na imani atatuonyesha njia nyingine ya nini cha kufanya. Na muamini Mungu wangu.
watoto misumari, maisha ya utapeli ndio hali ya nyumbani mama. Mikopo kaleta nani? Tafadhali, tafadhali, familia ja ukweli ipo wapi? Haionekani. Ipo wapi? Ipo wapi? Haionekani. Ipo wapi? Familia ja ukweli. Baba naye ja ukweli. Watoto misumari, maisha ya utapeli ndio hali ya nyumbani mama. Mikopo kaleta nani? Tafadhali, tafadhali, familia ja ukweli ipo wapi? Haionekani. Ipo wapi? Ipo wapi? Haionekani. Ipo wapi? Familia ja ukweli. Daktari! Vipi? Mbona usiku? Kwema? Samahani daktari, nimeelekezwa hapa kwako. Tuna mgonjwa. Tafadhali tunaomba tusaidie. Anakohoa sana na anapata pumzi kwa shida. Na ni mtu mzima pia. Tafadhali tunaomba tusaidie. Sawa. Ngoja basi nikajiandae, nichukue na vifaa vyangu ili nende nikamuone. Ila relax. Sawa? Sawa. Shusha hofu. Mshono mmeuona mjeuona? Unaambiwa siku zote iga vyote, usiige mshono wa mwenzio. Ni hatari kwa shepu yako. Pole yako wewe mwenye shepu ya kabati, pole yako wewe mwenye shepu ya kuanguka bafuni. Umefanana na mjomba wako shepu ya shangazi, unataka kuiga mshono na uso. Dada ndamiliki rangi moja, ni huyo. Mimi sio wale mnaopaka losheni za bei rahisi. Unajishaua, unajikrimu losheni 3500 na uso. Unajifanya mtoto wa mjini mdangaji, huna pa kulala, wewe mdangaji mwanafunzi. Wanamwita Husna Kipotabo. Mimi napenda kumuita mtoto wa Mlahati, mwanamke mzuri. Ipo wapi furaha ya kata kisimani? Mjomba uko Bungo Karanyani, naitafuta furaha sioni. Baba mgonjwa kitandani, marafiki wa kweli siwaoni. Msaada upo ila mtihani. Iyo, yo, 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 yo. Iyo, yo, 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 yo. Iyo, yo, 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 yo. Iyo, yo, yo, yo. Faraja, nimekuja na daktari. Tunaweza kumpeleka kwa mgonjwa haraka? Ndiyo, dokta. Twende huku. Baba yupo huku. Karibu. Karibu daktari. Iyo, yo, 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 yo. Iyo, yo, 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 yo. Baba naye ja ukweli. Watoto misumari, maisha ya utapeli ndio hali ya nyumbani mama. Mikopo kaleta nani? Tafadhali, tafadhali, familia ja ukweli ipo wapi? Haionekani. Ipo wapi? Ipo wapi? Haionekani. Ipo wapi? Familia ja ukweli. Baba yule pale. Niza mkanipisha mara moja? Sawa daktari, tumekuelewa. Subiri nije mara moja basi. Sawa.
kama misumari, maisha ya utapeli ndio hali ya nyumbani mama. Mikopo kaleta nani? Tafadhali, tafadhali, familia ya ukweli ipo wapi? Haionekani. Ipo wapi? Ipo wapi? Haionekani. Ipo wapi? Familia ya ukweli. Asante sana. Kuna watu wanasema nina sauti nzuri. Faraja, acha kuwa na wasiwasi, atarudi tu, labda simu yake imeishiwa na chaji. Sikitu, naofia kumpoteza baba, naogopa Sikitu, naogopa. Najua, lakini kutokana na hali yako unatakiwa utulie, ilhali daktari yuko ndani. Daktari, vipi hali ya baba? Daktari, usiniambie baba amekufa.